Vipi watu wangu wa power, kama kawa si mnajua leo ni episode 2 ya Hot Soup. Na kama kawa kama dawa, I'm your guy Josh 254. Na niko na mwenzangu Dripsy. Na today we have a lot. So guys, just sit, relax and enjoy kwa sababu leo in the Hot Soup tumuandalia vipochopocho. And kama kawa kama dawa, sisi hivi ndivyo. And so guy my guy, yes, unajua nini? Leo nataka tuanze bongo. Yes. Bongo kumewaka moto Sana. Sijui kama umeangalia what is going on bongo sasa. Nimeangalia TikTok, kuna short videos unajua. Kitu ambacho niliona. Rayvanny alikuwa ana manage Mac Voice. So it happened ya kwamba Mac Voice akikuwa sponsored katika management na good way. But sasa hii anaonekana ni kama hana management. By the way, this guy wanafanana na Rayvanny. Wanafanana sana. Mimi nilikuwa nadhani ni brothers. Mac Voice na Rayvanny. Kuna venye wanafanana? According to me kuna venye naonanga kuna itabidi tuweke hapa watu wa comment kwenye section. Hebu asimu tatuambia hapo mnaonaje. Anyway, bro, mimi the last thing I remember, I think kama ninajua song za Mac Voice na ninajua tu ila song mbili. Wallahi, I swear, na ile song yake ya kwanza after introducewa na Rayvanny, unajua kuna kukua na mangoma na pia kuna ile kupush job ya. Yani it's not all about singing. Pia kuna ile kupush, unaona? For instance, tunaweza ongea mtu kama Harmonize. Yes. After Harmonize amekuwa introduced kwa WCB, yes, alikuja na Ayola kila mtu alikuwa anaijua. Yes. Song next na song next na song next zenye zilifuata, kila mtu yani tulikuwa tunamfuatilia. Unaona? Yes. There was work ambayo ilikuwa inaputiwa into him mpaka ile muziki wake unafika pale nje. Unacheki? For branding ni kuji kustand kwa brand, kuna kazi ambayo inafanywa huko nje. Unacheki? Yes. But sasa when it comes to Mac Voice, I think the first 1 month, ama tuseme the first 3 months, you ninaweza sema there was work done kwa Mac Voice. Then alipigwa intro nyingine ya kistar sana. Unaona? But mimi ukiniuliza najua nitakwambia aje. Hiyo intro ilikuwa ni kama kuintroduce hiyo next level music. Haikuwa about Mac Voice. Na the reason why kwa hii show tunaongelelea kuhusu Mac Voice saa hii ni kwa sababu tulimuona akuwa kwa zizi la ng'ombe akiperform, na sijui kama alikuwa anaperformia choma ama alikuwa anaperformia kina nani. Alikuwa sasa mtu wa kumadvise amwambie ni show gani hizo unafanya, brand yako inakubali kweli? Bro, unajua inafika to a point whereby you need to feel. But bro, ungeangalia confidence ya huyu msi akiperform haikuwa. On top of that, bado ukiangalia mpaka environment yenye alikuwa plus mpaka venye alikuwa amevaa. Unajua hizo show zao wanaziita chaka to chaka. Na naweza kumbuka the last place mara yangu ya kwanza kusikia hiyo chaka to chaka ilikuwa kwa wakati na nilikuwa na perform. Chaka to chaka si ni kama disco vumbi huko. Kama disco vumbi. Na for you to feed lazima ukule. Ukue na pesa ya kununua chakula. Ina make sense. Unaona? And those people they were already stars. Unaona? So ile kazi yani alikuwa tunanidiwa tu kufanya kitu kidogo sana. But again, let's not forget this. Harmonize bado pia yeye ni artist. Yes. Unaona? That means before kuja kufikiria about the other artist, bado pia yanafaa kujifikiria about yeye. So before fikiria venye utafika sijui uende sijui kafanya interview kwa Mseto Radio Kenya, yeye anafikiria kubenye kwanza atafika Mseto kwanza. Kwa sababu gani? He's the main brand. If he goes down, the other brands zinafanya nini? And so focus yote iko kwa nani? Kwa Harmonize. And that's the reason why unapata mtu kama Rayvanny I think that is to Mac Voice peke yake. Mac Voice but ukijaribu kuangalia hata right now tuongee tu kweli, hata ukijaribu kuangalia muziki wa Rayvanny umeshuka. So the Rayvanny we used to know umeshuka. So now tell me, how do you think if kama yeye mwenyewe ameshindwa kujimanage tangu atoke WCB, then how are you expecting him aweze kumanage another artist? And so unapata kuna huyo msemo mwenye anakuja na kuambia tutakupatia 500,000 ya Tanzania si ya Kenya.
By the way pesa yao haina value kabisa. Tukupatia 500,000. Sasa mtu ati kama God love anajiringa na pesa yake. Aonani venye anatoa hizo pesa zote Ni alafu convert zote into Kenya shillings. Yes. Ni 50k. Kama. Lakini hao watu wanajua lakini wa Kenya achana nao Kiboko alipiga huyo mzee. What unajua account yake ya TikTok ile baniwa kabisa ya God love. Ndio maana Simoni akipost ungemwona inspiration motivation. Ungemwona kwa nini akilia akiimba sijui kuna wimbo fulani. Wa Kenya waogope. I mean I'm proud to be a Kenyan man. So Ogobina alikuwa spotted. It happened ya kwamba baby mama yake anaitwa Liz, of which ni ex. Alikuwa anamfuatilia sana, anasema Obina amekuwa amemweka for a long time, so sasa amejisahau, sasa amekuwa fiti, anaanza kujifanya. So nani ameweka na anaona Liz is the ex. Walikuwa nakaa pamoja na Obina. Kwanza huyu Liz ni mwenye sijui alitimwa sijui Facebook kimadharau. Exactly. So it happened Liz aliingia kwa social media akaanza kumstab. So unajua angalia Obina. So Obina akaona kitu imekuwa excess na watu wamechukulia serious. Unajua wanawake wanasikika both sides. Yeah. So juzi tu Ogobina akafuata watu akaambia hivi ndio ili happen. Huyu alikuwa amechukua mwanamke akiexpect mwanamke ni mwanamke mzuri, so akimleta kumbe mwanamke ni kazi yake ni kulewa, unaona. So Liz sasa kazi yake ni kuchukua kuibia ma sponsors nini, unaona. Sasa ni kwamba kana ma sponsors unaona, kwa sababu Ogobina anasema sim once or twice kuona message zake kwa simu, unaona. So issue ilitokea hapo ya kwamba Ogobina ametaka hiyo bullshit yake stop. So Liz akafront akasema atoacha kwa sababu kuna vitu anataka from Ogobina. So Ogobina at one side amelemewa, one side nyingine bado anajitetea. So what do you think about it now? Mimi Kenya naweza sema advice Ogobina. Bro, wewe ni brand. Tayari wewe ni brand. Na kuna some bullshit you don't have to entertain. Ndio. Some things you don't even have to talk about. Sahi huyo ni baby mama. Kisha kuna paparazzi mwingine pia. When you are successful, trust you me, there is million people out there when you wanajaribu kupull down. Wanataka kukuangusha. Na the truth of the matter, sisi wote tunajua kile unafanya. Tunakuona wewe na familia yako, sijui kuna watoto 5. Unaona beautiful kids. And how you live with those kids, trust me. Hata mimi mwenyewe na kuenvy. Trust you me, I admire a lot. You're a true father. So about Kenya huyu mama anakuja anaongea pale hivi, trust you mimi hata yezi kaniingia kwa akili kwa sababu I know how wewe na watoto wako venye mko. So I don't have to listen to her. So you don't have to come and explain to us how your life is going on. True. So, you're a busy person. Concentrate with your fucking work. Unaona? Fanya kazi yako, endelea kutengenezea more content zenye ulikuwa unatengenezea. Endelea kusaidia watu. Sasa tunaangalia mtu kama Kimani Mbogwa, umemuokolea. Sasa angalie Katelo umemrudisha kwa limelight. Unacheki. Those are the things zenye tuna concentrate nazo about baby mamas. Baby mamas. Unajua hata ni mtu atasimjui. For me sijui huyo Liz. Yeah. That trust you hata nikienda nipata ni sijui pale alikuwa anaongea, still I will not even hata sidhani naweza kuwa na time ya kuangalia. So unajua tu Kenya watu wa sport. But wacha nikwambie kitu moja. Venye nimekwambia pia mimi ni victim wa baby mama. The truth of the matter is na si wao tu, hata wewe mwenyewe unajijua. Unaona when there is something going on and then unakam ku explain ama ku express what is going on, most of the time you give your side of the story. Na you try your best to make your side of the story ikaendo mzuri. Most of people wanafanya. Unaona? Na hii Kenya yenye tuko saa hii
madem wanasikilizwa sana na wanahurumiwa sana na wanafivwa sana kuliko boy child. Mimi it reached to a point whereby nikakubali kukuwa mbaya. Unacheki? Nikakubali kukuwa mbaya. Mniongee, mseme kinyi mtasema. Unaona? But nikaamua now I have to focus and concentrate with me. Unacheki? Kwa sababu leo umesolve hii, kesho kuna nyingine itatokea. Na the same people, wacha nikuulize swali simple. Saa hii wewe ukitokea pale mtaani, wewe ni msao mademu na kujua vizuri sana. Wacha bwana unachoa ya kamera nini? Wacha nikuulize. Umetokea pale Bamburi. Umepatana na ex wako. Anakaa fiti kuliko venye ulimwacha. How will you feel? Mimi hadi naweza mtumia wasee bwana. Utasikia vibaya. Vibaya of course. And now umepatana na ex wako amebeat kuliko venye ulimwacha. Si ndo piti basi. Hadi naenda ku rejoice kwa nyumba. Exactly, it's the same thing happening now my baby mama. Yeah. Sai Oga Obinna anadupoa. Anadupoa kabisa. Ukiingia kwa hiyo live chat yake, alafu uende kwa hizo comments unapata ngama demo kwa zile za Oga unakaa poa. Sijui watu unacheki. Nao kuna hawa watu tu pia lazima wataenda kwa hizo comment section. Wanaenda kuangalia ama wanaenda ku comment pia and then wanapata na comments kama hizo. Again, devil is always at work. True. Unaona? Where there is glory, he will always try to do what? To betray. Exactly. Kuwaleta chini. So Oga Obinna, you don't even have to sijui to explain yourself about your baby mama or whatever. No, maintain. We maintain, endelea kuangalia watoto wako vifiti. Endelea, and I hope I just hope ule mtu wewe mwenye alikuwa anaambia Oga Obinna juzi ndio na clip fulani ilikuwa inaendelea pale hivi anamwambia dad sijui drive safe, usi overspeed, sijui nini, I love you, alimwambia like 4 times I love you, I love you, I love you. Ule mtoto anaambia baba yake. That shows how much connection Oga Obinna na watoto wake wako nayo. Unacheki? Alafu nikuje kuniambia sijui baby mama anasema sijui aliteswa, sijui alinyimwa, sijui fuck you, go to hell. The most important thing ni unity ya wewe na mtu wako. The most important ni relationship that you have with your kid. Okay, that's true. Yeah.